tunakwenda kuwavizia, ili hata kama ni kuua, hata kama ni kufa, pale wanapopita hakuna mtu, tutakwenda kuwavizia. Na wametoka kule, wameimba, wamestarehe, wamemtukuza Mungu, wanarudi. Wao hawajui linalokuja kule mbele, wala hawafahamu lolote, lakini maadui wamewazuia ili wawaangamize. Sasa jibu la Mungu anapotuma malaika, akasema wale wametoka kuimba, kawalinde, kawapitishe. Malaika ni watu wana mambo mengi na akili. Yule wabinti wanapopita mahali pale nyikani, aliagiza mvua ya mawe. Kumbe iko mbele na iko nyuma. Ilipiga hasa wanapokwenda na kimbia, ile mvua mbele, ile mvua nyuma, na kimbia. Kumbe na wasukuma wale maadui. Walipopita pale, wamepita wenyewe, hajanyesha. Mvua iko nyuma. Nani alitenda mambo? Ni Mungu mwenyewe. Wamefika kwenda kufika nyumbani salama. Wale wamepigwa na mawe, hata homa. Nani aliyepigana? Ni Mungu. Sasa nitakuagizia malaika. Bwana asifiwe. Maana wewe ni kiumbe chake, unamheshimu, anaagiza ulinzi wa papo kwa papo. Bwana asifiwe. Mungu wa mbingu na nchi. Mahali pengine napo vijana siku walikuwa wanafanya nini? Wakasema wale vijana kwa kuwa wameamua kusali, tunakwenda tuwamalize. Kutoka kule wakiwa kiungu, tutakwenda kuwavamia tuwamalize. Mungu ana majeshi mengi. Sio mtu mnaona zinasafiri. Sasa inaposafiri zikawa mbele, wale maadui walipojificha kwenye vichaka, zikaingia nyuki, ziliwashambulia. Wanapokimbia kwenda huko, wao wanapita salama. Nani amewalinda hao watu? Nyuki zinaweza kumsikia Bwana anasema kafani zinafanya. Watu wa Mungu walipita salama, hawakuumwa. Nyuki ziliwapita, ziliwashambulia. Bwana asifiwe sana. Sasa hapa ndio maana asema imeandikwa, ukiona njaa geuza mikate. Sasa nisingekuwa halijui neno,